Habari yako ndugu yangu na rafiki yangu. Leo kidogo nimesukumika kuzungumzia masuala ya siasa kidogo, na hasa siasa za kidunia. Kwa hivi siku mbili tatu hapa, nadhani dunia imepata story kidogo kuhusu tukio la Amerika kuivamia Venezuela. Nani aliyompa mamlaka Marekani ya kuwa kiranja wa dunia ama wa kuwa msemaji wa dunia? Ni maswali ya kujiuliza. Mimi na nyinyi wote kwa pamoja tujiulize, nani amempa mamlaka hayo ya Amerika kututawala sisi sote duniani? Anaonyesha nguvu, anaonyesha ule utembo wa kiasi kikubwa sana. Ukiacha Venezuela, Marekani alianza mission zake siku nyingi, na leo pengine kwa uchache tu nitakutajia nchi ambazo Marekani ameweza kuzifanyia kuasisi machafuko ama kuasisi kuwaua viongozi wa nchi ambazo walitawala katika baadhi ya nchi. Marekani yuko nyuma ya pazia katika machafuko ambayo yanatokea Syria. Machafuko yaliyotokea Syria kule, alikwenda na taswira tofauti ya kutengeneza kikundi cha Islamic State ambacho kiliweza kuivuruga serikali ya Syria. Lakini Sudani tumeona Marekani alikuwa nyuma ya katika vurugu zile za Sudan za kumuondoa Omar al-Bashir. Lakini pia Marekani alikuwa yuko kwenye vurugu nyuma ya vurugu zilizotokea Misri. Lakini pia tumeona Marekani ameishambulia Irani kwa mizozano baina ya Irani na Israeli. Lakini pia huko nyuma Iraq alipeleka kikosi chake kama alivyofanya kwa kwenda kumteka rais wa Venezuela, ndivyo alivyofanya kuongoza operation ya kwenda kumuua Saddam Hussein nchini mwake. Lakini pia Libya tumemwona kwa Muammar Gaddafi, alikuwa nyuma ya maandamano, vurugu zilizotokea, lakini baadaye akaingia front kwenda kumuua Muammar Gaddafi. Lakini Afghanistani hivyo hivyo, leo tunaizungumzia Venezuela. Lakini ni kweli Marekani nyuma ya pazia ya kumteka rais wa Venezuela kuna machafuko, kuna fununu hizi anazozisema ama haya madai yanayoyasema kwamba Rais Maduro ni kinara wa uuzaji wa madawa ya kulevya, au baina ya mkataba baina ya Venezuela na Uchina juu ya mapipa ya mafuta ambayo na mapipa hayo yatanunuliwa kwa pesa za Kichina. Hii mambo mengi ambayo yanafanyika, ambayo anayafanya Marekani, nyuma yake ni biashara. Na bahati nzuri rais wa sasa wa Marekani ni muwazi mno, niseme sijui mkweli mno, ni muwazi mno. Anazungumza hadharani, amezungumza hadharani katika mkataba wa amani kati ya Rwanda na Kongo. Akasema kabisa kwamba sasa kampuni za Amerika zitaenda kuchimba madini katika nchi hizo. Lakini pia amezungumza hadharani juu ya uendeshaji wa serikali mazima ya Venezuela, kwamba serikali ya Venezuela itakuwa chini ya Marekani mpaka hapo wao watakapojiridhisha kuona kwamba sasa wanaweza kuendelea na michakato mingine. Lakini tunapaswa kujiuliza sisi watu wa duniani, ni nani ambaye amempa mamlaka hayo makubwa Amerika? Ni nani? Ni nani ambaye amempa huo brother Amerika ama ukiranja huo? Nani amempa? Kwa nini leo Amerika imekuwa ndo msemaji wa dunia nzima? Kwa nini? Tujiulize hapa, tulikosea wapi? Kwa nini tumempa hayo nguvu ya design hizo? Kwa nini tumempa mamlaka makubwa ambayo pengine yanakuja kuleta athari katika tawala ambazo zipo kwetu huku? Jibu ni kwamba sisi wenyewe tulikosea kumpa mamlaka hayo makubwa, kwa sababu
ukitaka kujua kwamba huyu si lolote si chochote, kuna mataifa anayaogopa. Mfano China yenyewe, pili Korea, uzikuti hizo anazigusa. Lakini pili huyu Mrusi, ni nchi ambazo unamuona kabisa hata afanyeje hawezi kupeleka machafuko ama kuthubutu kuleta vurugu za aina yoyote. Na ndio hivyo hivyo Iran wamejitambua kwa mara nyingi sana. Haya machafuko yanayotokea Iran sasa hivi, Amerika amekuwa ameinjinia kwa miaka mingi sana. Tawala 3 zilizopita nyuma, Amerika ana financial maandamano pale Iran, lakini bahati nzuri serikali ya Iran inajidhatiti, wanazima yale maandamano ama vuguvugu la mapinduzi katika nchi yao. Na hata hizi vurugu za juzi ambayo Amerika walidhani labda wanaweza wakashinda, tayari baadhi ya wananchi wanaoitakia mema nchi yao ya Iran na jeshi wameingia barabarani na wao kuandamana kwa ajili ya kutaka kuilinda nchi yao. Kwa hiyo Iran kuna maandamano mawili, maandamano yanayoratibiwa na Amerika, lakini maandamano sasa ambayo yanaratibiwa na serikali kupinga maandamano yale ambayo yanaratibiwa na Amerika. Kwa hiyo chemsha bongo ambayo mimi naacha, tunahitajika badala ya kuisifia, kuipa huo udume huo, kuupa huo utembo usiokuwa nao Amerika, badala yake tunatakiwa tujiulize, hizi nguvu walizokuwa nazo ama huu ushawishi waliokuwa nao, nani aliyosababisha? Nani kawapa hayo mamlaka waliokuwa nayo Amerika leo ya kuingilia tawala nyingine, ya kuingia serikali nyingine? Nani amewapa?